Hapa ni tafsiri ya kifungu hicho kwa lugha ya Kiswahili, kwa wewe, lakini kwa kuwa hivyo, nyinyi wawili hamkuwa na fursa ya kujifahamiana. Nilikuwa na sababu ya kufikiria kwamba hakuipendi kazi za nyumbani, na nilijua kwamba ungependa mke ambaye angeweza kukufanyia nyumbani kwa furaha. Nikamuuliza kama alikuwa na uzoefu wowote katika kazi hizo za nyumbani. Alijibu kwamba alifanya kazi za nyumbani katika familia ya baba yake. Niliuliza maswali haya kwa sababu, kama vile tabia yake ilivyoniliishia, alihitaji mafunzo maalum kuhusu majukumu ya vitendo ya maisha, lakini hakuwa na hamu au mwelekeo wa kufanya mambo hayo. Aliniambia kwamba hakuwa na uamuzi wowote, kwamba wewe ulikuwa unamsisitiza sana na umependa, lakini hakuweza kusema kwamba yeye anakupenda, ingawa wewe ulikuwa mwema na mwenye kumjali. Nikasema, basi fikia uamuzi. Usimwongoze tu. Nikamwambia kwamba anapaswa kufikiria madhumuni ya ndoa nawe, ikiwa kwa hatua hiyo nyinyi wawili mngalifanya Mungu kutukuzwa, ikiwa mtaendelea kiroho, na ikiwa maisha yenu yatakuwa muhimu zaidi. Ndoa zinazofanywa kwa msukumo wa ghafla na kwa mpango wa ubinafsi kwa ujumla hazifanikiwi, na mara nyingi huishia kuwa mafanikio ya kusikitisha. Sasa, Rolf, siwezi kusema kwamba ni jambo langu kusema kwamba usioe Edith, lakini nitasema kwamba nina nia yako. Kuna mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa. Je, mtu unayemwoa ataleta furaha nyumbani kwako? Je, Edith ni mwenye kusimamia rasilimali kwa uangalifu, au kama ataolewa, atatumia tu mapato yake yote na yako yote kwa ajili ya kujifariji, kwa kupenda mwonekano? Je, kanuni zake ni sahihi katika mwelekeo huu? Sidhani kama Edith anajua kujinyima. Kama angalipata fursa, angalipata njia za kutumia hata zaidi ya aliyofanya. Kwake, kujifurahisha kwa ubinafsi hakujawahi kushindwa, na hii tabia ya kujipendelea imekuwa sehemu ya maisha yake. Anatamani wakati wa raha na ucheshi. Lazima niseme wazi. Najua, Rolf, kwamba ukimwoa, ungekuwa mwenye mwenzi, lakini si mwenye barikiwa sana.